Leo nataka tujifunze kuhusu somo ambalo naamini kila mmoja wetu amewahi kupitia. Iwe ni mfanyakazi, iwe ni mtoto, kijana, mzee, mfanyabiashara au hata mtumishi wa Mungu. Na somo letu la leo ni uvumilivu. Uvumilivu. Lakini kabla hatujaanza, nataka nikuulize swali moja. Je, ni mara ngapi umeshawahi kujiuliza, Mungu, mbona maisha yangu yanachelewa? Au labda umeomba kazi kwa muda mrefu, yamkini umeomba ndoa au watoto, lakini unaona kama vile bado haujapata kile ambacho unataka na kimechukua muda mrefu sana kwa wewe kukipata. Watu wengine wanaweza kujiuliza kabisa, kwa nini Mungu, watu wengine wanafanikiwa lakini mimi sifanikiwi? Na kuna hili swali gumu zaidi ambalo watu wanajiuliza, unaambia Mungu, hivi umeniacha au umenisahau au umenisusa? Hapana, pengine sivyo. Sasa naomba tujifunze tujue kwa nini. Na kuchelewa kwako si ushahidi kwamba Mungu amekukataa. Mara nyingine kile tunachokiita kuchelewa, Mungu anakiona kama maandalizi. Kuna tofauti kubwa sana kati ya kuchelewa na kukataliwa. Na kuchelewa kwako sio ushahidi kwamba Mungu amekukataa. Hapana. Mara nyingine kile tunachokiita kuchelewa, Mungu anakiona kama ni maandalizi. Kuna tofauti kati ya kuchelewa na kuandaliwa. Na kuna tofauti kubwa sana kati ya kuchelewa na kukataliwa. Mtu anaweza kuchelewa kufika anakoenda, lakini bado akafika salama. Lakini mtu aliyekataliwa hafiki kabisa. Kwa hiyo usichanganye mambo hayo mawili. Kuna watu wengi wameacha ndoto zao kwa sababu walidhani Mungu amesema hapana. Wakati ukweli ni kwamba Mungu alikuwa anasema subiri kidogo, bado na kutengeneza. Hebu fikiria jambo hili. Kama ungekuwa mkulima, ukapanda mbegu leo, alafu kesho ukaenda shambani kutafuta matunda, ungefikiria nini? Ungeona kama mbegu imekusaliti? Ungeona kama haujafikia kile unachokitaka? Hapana. Bila shaka ungejua kwamba kuna muda ambao mbegu inahitaji kukaa chini ya ardhi kabla haijaanza kuonekana juu. Na jambo la kushangaza ni hili. Wakati mbegu hiyo iko chini ya ardhi, watu wengi wanaweza kudhani kwamba hakuna kinachoendelea. Lakini ukweli ni kwamba ndipo